Naam, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya 7 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi Kitovu cha Uzembe. Hii ni Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata vipindi na simulizi zetu mbalimbali. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika simulizi hii iliyojaa visa vya mapenzi, mikasa, magomvi na mafunzo. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya 6. Hapo wakijikuta wakitazamana macho kwa macho, hali ilionyesha hali ya tofauti sana. Na hapo ndipo mlango ulifunguliwa. Dokta aliingia kwa ajili ya vipimo. Samahani, nimekuja kwa ajili ya vipimo ili tuweze kujua hali ya mgonjwa wetu. Mariana alitoka nje na baada ya muda aliitwa kwenye chumba cha daktari na kuelezwa, mgonjwa wako anaendelea vizuri, hivyo nafikiri mpaka kesho asubuhi anaweza akaruhusiwa. Dawa za kuzingatia kwa sasa ni hizo hapo. Utaenda kwenye dirisha la dawa ili apate kuanza kutumia, ili Mungu akijalia aweze kuzidi kuwa sawa. Mariana alitoka na kwenda kumweleza mgonjwa wake juu ya hali yake, na alipofikia mpaka sasa alimkuta Amani akiwa anabadilisha nguo. Ndani alikuwa amevaa boxer na mkononi ameshika bukta iliyokuwa akitaka kuivaa. Mariana alishtuka sana, tena kwa wasiwasi mkubwa, akijua ya kwamba amekosea, hivyo alikuwa anajiogopa. Alianza kujizuia usoni mwake. Oh, sorry, pole sana J4, huku Mariana akitoka nje. Hapana, usijali, nimeshavaa Mariana. Wala usijali, njoo. Mariana alishtuka baada ya kuona kipande cha gogo cha J4 kilichonyooka kwenye boxer ya J4. Ndipo akarudi. J4 alimueleza. J4 akiwa amekaa kwenye kitanda. Mariana alimueleza J4, kama unavyoona hali yako inaendelea vizuri, na kwa kadri maelezo ya dokta, huenda kuanzia kesho asubuhi unaweza ukaruhusiwa kwa ajili ya kurudi nyumbani. Oh, asante Mungu. Ndipo ile furaha ya J4 ilimfanya azidi kufurahi na kusisimka, kwani alikuwa anatamani sana kurudi nyumbani kwake. Ndipo akamvuta Mariana na kumkumbatia, kisha kumkisi kwenye paji lake la uso. Mariana alipatwa na hisia kali, tena ndani yake iliendana na kigugumizi cha kihisia, kiasi kwamba alikuwa kama mtu aliyepigwa na shoti. Kwa mshangao wa ajabu, J4 akahisi huenda amekosea, ndipo akamuomba msamaha, lakini Mariana hakuonyesha hali yoyote ya tofauti ama ya makasiriko, bali alitabasamu kidogo na kumwambia, usijali J4. Ndipo J4 akajilaza kidogo kwa kitanda na Mariana akaanza kupitiwa na usingizi na akionekana kama mtu mwenye mawazo, kwani ilikuwa akitazama juu. Yaani ilionekana zaidi alikuwa akionekana kuwa na mawazo mno. Ndipo J4 alimuuliza Mariana, hivi upo sawa? Mbona kama unaonekana una stress sana? Wewe acha bati, usijali. Nisijali? No, kujali ni lazima. Yaani naweza nikasema ni wajibu wangu kukujali. Tafadhali, please, naomba unijuze ni nini shida? Niambie tafadhali. Mariana alimwambia, nitakueleza, wala usijali. Tafadhali Mariana, naomba unieleze. Niambie, una shida gani? Unaonekana hauko sawa. Labda nikwambie kitu. Kiukweli ndani ya nafsi yangu ghafla nimekuwa nikiumizwa pindi ninapokuona ukiwa kwenye msongo wa mawazo. Penginepo utakapoeleza
nitaweza kuangalia namna gani ya kukusaidia. Sina uwezo wa kukusaidia kifedha, lakini naamini katika mawazo huenda nikakusaidia. Ndipo Mariana alianza kumweleza. Nilikuwa katika mahusiano na mtu mmoja ambapo kwa sasa tumegombana. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka tufanye mapenzi ikiwa bado hatujafunga ndoa. Tena wala hatambuliki kwetu. Kwa maana walau angekuwa anatambulika kwetu, ningekubali. Hivyo sikuweza kukubali, kwani ilikuwa nje ya malengo niliyokuwa nimeyapanga. Aisee, pole sana. Unajua kama mwanamke, ukiwa unajua thamani yako na ukaamua kujitunza, ni furaha kubwa sana ndani ya familia yako. Kwani katika dunia hii hakuna anayependa kuvaa nguo kuukuu, isipokuwa ni hali tu ya kimaisha. Ndiyo maana unakuta tunavaa nguo ambazo zilishavaliwa toka zamani, tena na watu ambao hatuwatambui kutokana na umaskini wetu. Na ndivyo hivyo ilivyo hata kwa mwanamke, thamani yake huwa juu, tena juu zaidi pindi mwanaume wake wa ndoa anapomkuta akiwa na usichana wake. Ila tena huwa ni jambo la furaha sana, na huwa na thamani ukilinganisha na mtu uliyemkuta akiwa tayari ameshatolewa usichana wake na mwanamume mwingine. Pale huwa tunakubali kwa sababu ya moyo umeshapenda. Na utamu wa ndizi siku zote maganda uyatoe wewe mwenyewe. Mariana alicheka sana, tena alionekana kufurahishwa na maneno ya J4. Ndipo akamwambia, J4, kumbe huwa unaongea hivyo? Jamani, sikia, sio hivyo. Yaani wala sio mzungumzaji. Tena mimi ni mzungumzaji mdogo tu. Isipokuwa kuna muda kwenye ukweli huwa natamani kuongea ukweli ulio na ukweli ndani ya ukweli wake. Mariana alichukua chupa ya uji na kuanza kumnywesha J4 taratibu, huku akipiga stori 2-3. Mariana alionyesha kujali, tena kusipokuwa na mipaka. Lakini pia J4 alionyesha kuwa anathamini kule kujali alikokuwa anajali Mariana. Kila Mariana alipokuwa akimnywesha uji, tabasamu ndani ya moyo wa J4 lilionekana dhahiri. Walifurahiana kwa pamoja. Lakini ilipofika kijiko cha mwisho, J4 alimwambia Mariana, samahani kama utojali, unaweza ukaniruhusu kufanya kitu kimoja tafadhali? Kitu gani hicho? Ndiyo, nipe nafasi, kitu kimoja tu nitakifanya. Kama utojali, tafadhali naomba ufumbe macho na hiyo sahani yako. Basi alichukua kijiko kile kilichokuwa na uji, kisha akamsogelea kwa kutaka kumnywesha, na kisha wenyewe wote waweze kunywa. Ndipo baada ya kuweka kijiko hicho kwenye mdomo wa Mariana, J4 naye akasogea. Lakini pindi tu Mariana alipohisi pumzi ya mtu ikimsogelea, alishtuka. J4, vipi? Ndipo J4 akamuuliza, mbona umeshtuka tena? Akafumbua macho. Uniamini au? Hapana, na kuamini, ila okay, usijali. Nashukuru kwa jinsi ulivyoonyesha thamani na kunijali kutoka moyoni mwako. Asante. Usijali, alisema Mariana. Ndipo mishale ilipofika, Amani akawa yupo getoni kwake akiwa anasonga ugali. Lakini ghafla alisikia mtu akigonga mlango. Akatoka na kuelekea mlangoni kwa ajili ya kufungua mlango. Alipofika hakuamini alichokiona. Alimuona Agnes mlangoni kwake. Ilikuwa yapata majira ya 2:30 usiku. Amani akajua fika hii sasa itakuwa hatari.
kwani ujio wake ulionyesha fika alikuja kwa ajili ya kazi moja tu, kwani hata mavazi yake yalieleza. Amani alikuwa akai mbali sana, yani karibiana kwa jifo, ila chumba cha Amani kilikuwa ni chumba cha uani, yani cha nje. Basi Agnes baada ya kuingia ndani, Amani alikimbilia jikoni kuipua, kwani alikuwa akisonga ugali na ulikuwa umeshaiva. Agnes alitoa kanga, akabakia na kisketi kifupi kilichoungana na kiblauzi cha mikanda membamba tena chepesi. Akanyata kwa nyuma alipokuwa amesimama Amani, akiwa haelewi hili wala lile, ndipo akamshika mbavu zake. Amani alishtuka na kuruka sana. Alafu wewe, oh baby, umeona sasa, kumbe bado unazo, alisema Agnes. Lakini sura ya Amani ilionekana kama kutolizishwa na ujio wa Agnes. Akafunika chakula chake. Agnes akamsogelea na kuanza kumpa utotovu Amani kwa kupokelewa na romansi la taratibu, huku mkono wake ukiwa unashikashika ukuni wa Amani. Lakini hali ya tofauti ilitokea baada ya Amani kumtoa mkono na kisha akamsukuma kwenye sofa. Uso wake ulikuwa hauko wa kawaida, ulikuwa kana kwamba Amani hakuonekana kuwa sawa. Hii ni sehemu ya 7 ya simulizi hii ya Penzi Kitovu cha Uzembe. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata vipindi na simulizi zetu mbalimbali. Je, ni nini kinachoendelea ama kitakachotokea baada ya Amani kumsukuma? Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Ungana nami muda na wakati mwingine katika mwendelezo huu.